Kuna ambayo ulitamani yafanyike lakini mpaka sasa hayajafanyika, yapo? Yaani mimi kwenye sekta gani? Maana sekta ziko nyingi. Yes, kwa mfano sekta ya elimu, kwa mfano sekta ya maji, kwa mfano sekta ya afya umeshasema kwamba katika hilo sahihi. Sasa kwa muktadha huo basi niende kisekta. Ndio. Wakati nakuwa diwani niliahidi nikiwa diwani nitapambana na sekta ya elimu. Unapozungumzia elimu unazungumzia elimu ya msingi, elimu ya sekondari, elimu ya vyuo na vyuo vikuu. Ndio maana ya elimu muktadha huo. Lakini kwa kuwa Bomambuzi imekuwa na shule ya msingi, nikasema Bomambuzi imekuwa shule ya msingi moja, ilikuwa shule ya msingi Mandela. Kwenye uwanja wa Makujanga pale. Uwanja Mandela pale. Baadaye nilipopata ile shule, kwanza nikasema kabla hujapata majengo, tuboreshe elimu. Elimu iboreke. Elimu ionekane kwa maana ya ufaulu. Nimeingia kipindi changu, kipindi chote mpaka leo tumekuwa tukifaulisha 100%. Kwa sababu ya nini? Commitment ya mimi diwani, wakuu wa shule, walimu, wazazi na walezi, vikao, kusikiliza changamoto zao, kuangalia ni kwa nini watoto wana feli. Tukaweka mpango mkakati wa remedial classes, mpango mkakati wa chakula shuleni, mpango mkakati wa photocopy na nini na kufanya Jumamosi wanakuja 100%. Kwa watoto wengi wa Mawenzi na shule nyingine wanatoka kata ya Bomambuzi. Kwa hiyo tukaenda mbali zaidi kiongozi. Nikasema lazima mimi nionyeshe legacy. Ile shule ya Mandela nikaiboresha. Nikaongeza majengo, nikaongeza vyoo vya walimu, nikaongeza vyoo vya wanafunzi, nikaongeza vyoo vya people with disabilities. Unajua makundi yetu kuna watu ambao wana uwezo. Tukatengeneza matundu yao ambao unapanda. Lakini baadaye nikapata fedha, tukaleta shule nyingine mpya inaitwa shule ya msingi Azimio. Tukajenga, iko pale pale. Imekamilika, ina majengo, ina vyoo vya walimu, ina madarasa na ina sehemu ya ofisi za walimu na vyoo na kadhalika. Tukaona itosha, watoto wamekuwa wengi. Bomambuzi inaongoza kwa ule andiko la Mungu kwamba nende mkajaze dunia. Bomambuzi inaongoza. Hata mimi naambia mke wangu tujaze dunia, tuongeze watoto wa wengi. Shule ikawa overflowed. Tukatafuta shule nyingine ya 3. Ikaitwa shule ya msingi Juhudi. Tayari nayo imeshaanza kujaa. Mheshimiwa Rais akaona, nikaandika proposal yangu kwenda TAMISEMI kama diwani machachari na diwani wa kikanda. Maana mimi sio diwani na hayo maneno ukayasema diwani wa kanda. Kaskazini. Kwamba madiwani wote wewe. Mimi ndio mchaji wao kote. Na nataka bishaji tukutane kwenye vyombo kama hivi. Na wao wanajua kwamba they know sababu mimi ndo hata kesho tutani nitawauza kila mahali, ndio mpaka Arusha, Babati. Nitakuwa naenda kuwanadi. Sasa hiyo umejijipa wewe au wao ndo wamekupa? Wameniomba na tuna group letu, wameniomba hata msajili. Bana wewe ndo utakuwa diwani. Wewe ndo utakuwa diwani wetu senior. Kutokana na haya ambayo umeyafanya kwenye kata. Okay. Sasa baada ya hapo tukapata fedha milioni 382. Tukajenga shule nyingine ya 4 ya kata ya Bomambuzi. Tukajenga jirani kata ya Pasua, inaitwa shule ya msingi Mshikamano. Hiyo ni shule ya nini? Msingi. Na zote zinafaulisha. Okay. Sasa sekondari, katika masuala ya sekondari niliahidi pia kwamba ni lazima Bomambuzi ipate sekondari. Bomambuzi ilikuwa na sekondari zamani 2010 kurudi nyuma. 2010 tukagawanya kata, ikazaliwa kata ya Bomambuzi na Pasua, ikazaliwa kata ya Mfumuni na Rau, Miembeni na Majengo, Karanga na Soweto na nyingine nyingi. Jimpia na Karoleni. Mjiwe zikawa zimegawanya. Zilipogawanya zile shule, yetu kwa imeenda kwenye kata nyingine. Kwa hiyo kawaida wananchi kwamba lazima nilete shule ya nini? Sekondari. Nikapewa juzi milioni 576. Tumejenga shule ya sekondari, lakini tumeijengea shule ya kata Karoleni sababu Bomambuzi kumejaa. Hakuna nini? Na hivi leo tumeipa jina rasmi kupitia wizara, ikaitwa shule ya sekondari Bomambuzi. Ambayo imeshakamilika. Imekamilika na wanafunzi Jumatatu kwa shuleni na juzi walikuwepo. Changamoto ile kuwepo ilikuwa ni sewage. Dara moja kwa imeshika lakini tayari umeenda vizuri. Lakini elimu ni kuhakikisha kwamba ni lazima tuhakikishe kwamba walimu, walezi na wazazi wanaimba wimbo huu mmoja. Wimbo wa maendeleo, wimbo wa kielimu, wimbo ambao utasaidia sisi viongozi, walezi, wazazi tuendelee kukuza ufaulu. Tuko masuala ya maji. Maji. Niliahidi. Nikasema mimi Juma Raibu nikiwa diwani itahakikisha kwamba tunakuza masuala ya nini? Ya maji. Maji. Kwa maana ya maji taka na maji safi. Maji taka na maji safi maana yake ni nini? Kuhakikisha kwamba wananchi wa Bomambuzi wanapata maji safi kwa 100%. Bahati nzuri katika manispaa ya Moshi maji safi yanatokana na idara ya maji
ambayo inatokana na chemchem asilia ambayo imekuwa collected pamoja na idara ya maji kwenye mifumo yao na kuletea maji katika viunga. Kwa sasa hivi ninavyoongea, Boma Mbuzi kwa 100% maji yanatoka. Changamoto ile kuwepo, ukiona maji hayatoki, aidha hujalipa bili umekatiwa au kuna uvujaji maeneo yako, lakini maji kwa 100%. Changamoto ambayo ilikuwepo ni maji taka. Maji taka walikuwa na vipenyo vidogo ambavyo vilikuwa nafikia mahali kila mahali maji yana flow. Maji machafu, maji taka. Baadaye nikawaandikia juzi wakanipatia 1.5 bilioni kwa ajili ya maboresho ya miundombinu chakavu ya maji taka, lakini pia kuongeza kipenyo cha zamani. Unajua kila siku namba ya wananchi inafanyaje? Inaongezeka. Kwa hiyo unaweza kusema leo bajeti nipeleke labda bomba labda wakazi ni 1000, bomba liwe hivi. Wakifika 2000 bomba litakuwa lifanyaje? Kwa hiyo wakafanya overhaul, wakarekebisha bomba limekuwa vizuri. Kule mtaa wa Relini tumeweka bomba mapya makubwa hivi ambayo yatachukua maji taka yatakwenda wapi? Sehemu nyingine. Kwa hiyo upande swala la maji taka na maji safi yako sawa. Changamoto zinazotokea ni kuziba, kwa sababu wananchi na wenyewe unakuta mtu amechukua pedi, mtu amechukua pampers, mtu amechukua nguo za ndani skin tight hizi, akifua imechakaa, anafanya nini? Anaitupa kwenye sewage. Kwa hiyo kienda inakoma kwenye kiungo, inatafikia mahali inatoboka, kwa maana pale kwenye kiungo panapasuka, pana flow maji yanakuwa yanazagaa. Lakini tushapa elimu. Kuna siku moja nilikagua nikakuta wameweka samaki ndogo, kumbe watu walikimbizwa na maliasili na samaki. Amekimbizwa kufika mahali papo, kaingia chumbani, kamwaga nini? Samaki ndogo kwenye sewage, akaflash, zikaenda kwenda kufika mbele, zikafanyaje? Zikablock, maji yakavuja, mtaa mzima ukawa umeharibika. Lakini mshawapa elimu na wanaendelea ili kujua matumizi sahihi ya kitu hicho. Mheshimiwa, endapo unapata nafasi ya kuendelea tena, maana ndo tunaelekea kwenye uchaguzi pia, bado kuna vitu ambavyo hujavifanya unatamani uendelee kuvifanya zaidi? Yaani unajua, kwanza kabisa niseme vikundi vya vijana pia tumeenda kutoa fedha, vikundi juzi, wakina mama, vijana wenye ulemavu. Kama unaona mjini huku kuna bajaji zina picha zingine zimewekwa picha za wanasiasa, zile zote tumetoa kama halmashauri kwa ajili ya kusaidia mikopo ya vijana ili baadaye warudishe kidogo. Tumewapa wajasiriamali wadogo na wakubwa, lakini pia tumeendelea kuboresha miundombinu ya barabara. Juzi tumepata fedha milioni 800, tumeanza barabara ya Zara mpaka Bogini. Tumepata bilioni 1, tumeanza hapa msikitini mpaka kule juu. Tumepata juzi tena milioni 300, barabara za ndani hizo na vitu vingine vingi. Kwa mimi kama Juma Raibu, jukumu langu ni kuendelea kusimamia maendeleo ya wananchi, bila kuangalia chama wala dini. Lakini kikubwa, swali lako zuri, mimi inapaswa kuendelea kwa sababu unapokuwa kiongozi unaitwa new vision au vision, mabadiliko chanya. Leo nimejenga hospitali, nimeweka dental clinic, nimeweka sehemu upasuaji. Siku zinavyokwenda, tabia nchi, utandawazi, teknolojia na sayansi inafanya nini? Inabadilika. Kwa lazima niendelee kuwepo kama kiongozi wao ili niendelee kuadopt new vision. Leo mmesikia na kwenye baraza nimejibu swali hilo kwamba Trump amesema madawa ya VVU yatazuiwa katika nchi za Afrika. Lakini nikajibu kwa niaba ya halmashauri na klipu mtaziona kwamba sisi kama viongozi tunaungana na mkono na kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kama msemaji mkuu wa serikali kwamba watahakikisha kwamba wanaongeza budget ya fedha na kuongeza uchumi ukue, ili tukinyimwa dawa au wakinyimwa dawa wale wasikuja Tanzania isionekane kama sisi ni wadhaifu. Tuna hela zetu kufanya nini? Za kununua. Kwa mimi bado nataka kuwa kiongozi ili niendelee kupambana nao katika masuala mbalimbali, masuala ya afya, masuala ya miundombinu, masuala ya maji, masuala ya elimu, masuala ya mikopo ya vijana na walemavu, masuala ya vuno vikuu, kwa sababu kila siku mahitaji yanakuwepo. Leo mbona nikwambie, haiwezekani leo tukasema kwamba kifika 30 watu hawatakula. Watu watatumia barabara zetu tunazotangaza sasa hivi zitakuwa zimechakaa. Lazima tuwe na proposal, tuchukue hoja, tujenge mpya. Haya, hizi hospitali tunazojenga zitakuwa chakavu kama ambazo mmeona leo Mawenzi imekuwa chakavu, inafanywa nini? Renovation. Bahati nzuri nimeteuliwa na Mheshimiwa Waziri, nimekuwa mjumbe wa bodi ya Mawenzi na kadhalika. Kwa hiyo mambo kama haya ni lazima tuhakikishe kwamba tunasimamia, tunaendelea kuyasimamia ili baadaye tukichaguliwa tena kwa uwezo wa Mungu tuendelee kupokea
maoni, sababu sisi hatuwezi kujua. Lazima ukae na wananchi, wakupe maoni yao na matamanio yao ili yafanyiwe kazi kwa mujibu wa taratibu na sheria za nchi.